Clouds TV, empowering lives. Ninasema ya kwamba kuna suliwa. Ni kumaanisha kwamba kuna mtego, kuna watu huwa katika mateka. Na ndio nimeanza kusema ya kwamba ni ombi langu ya kwamba kama kuna mtu yeyote ambao ako katika mtego wowote, Bwana asifiwe, ya kwamba akaweze kumaanisha kwamba kuna watu Shetani ameweka katika mtego fulani, ya kwamba wamekwama, ya kwamba wameshikwa. Haleluya. Sijui wangapi wanajua mtego ni nini. Mimi nikiongea mtego, mimi najua mtego nilikuwa najua nikiwa kijana. Kenya mutoka kaita kugitega gutega nyoni. Yaani mtego ni kile kitu unatega kitu kikae mateka, ya kwamba kile kitu as long as umekishika. Haleluya. Kiko adaiwa mase unless kinasuliwe, unless kitolewe pale. Bwana asifiwe. Sasa maandiko inaonyesha kwamba kuna watu ambao wako katika mateka. Kuna watu wametegwa. Haleluya. Pia tukiangalia andiko lingine pia, Bwana asifiwe sana, ambao linasema ya kwamba hata Yesu ameinuliwa juu ili akaweze kufungua walio katika mateka. That is in Psalms 68:18. Alafu ndaongea kitu kidogo tu, alafu tutaona vile Mungu atatupeleka in Jesus name. In Psalms 68:18 maandiko yanasema ya kwamba thou hast ascended on high, thou hast led captivity captive, and thou hast received gifts for men, yeah, for the rebellious also, that the Lord God might dwell among them. Bwana asifiwe, ya kwamba ameinuliwa, haleluya, ndio akaongoze ama akafungue waliotekwa. Bwana asifiwe, haleluya. Kumaanisha kwamba kuna watu ambao they can even be in the house of the Lord. They can be in the house of the Lord, but still they are under a kind of bondage. Haleluya. Mpaka kuna watu wanakaa wakiwa na wasiwasi wa kifo. They don't know what to happen next. Haleluya. I feel in my spirit that there are such a people who God needs to set free. In Hebrews 2:15 inasema, and he delivered them who through fear of death were all their lifetime subject to bondage. Hallelujah. Kwa hivyo kuna watu hata maisha yao they are bondage to fear. Yani kuna watu ambao wanakaa na wasiwasi. Kuna watu ambao wanakaa na anxiety. Hallelujah. And you know every kind of anxiety, every kind of fear, roho wote wa kukaa na wasiwasi na kuogopa is not from God whatsoever. Bwana asifiwe. Maana maandiko yanasema ya kwamba for God has not given us the spirit of fear. Bwana asifiwe sana. Meaning if the spirit of fear is not from God, then it is from the devil. Hallelujah. Kwa hivyo maandiko yanasema ya kwamba this is the book of Hebrews, ya kwamba akaweza kuwakomboa wale ambao kupitia fear of death were all their lifetime subject to bondage. Yani kuna watu maisha yao yote wako katika bondage of fear of death. Bwana Yesu asifiwe sana. I don't know why the Spirit of God is leading me this way. Hallelujah. But allow me now to say something about nataka tuongee juu yake, even as we wait for the man of God to come. Kitu about tunaita corrective captivity. Somebody say collective captivity. Collective captivity ni watu ambao wamewekwa mateka pamoja. Watu wanaweza kuwekwa mateka na Shetani kama kikundi. Watu wanaweza kuwekwa mateka na Shetani kama familia. Haleluya. Unaweza kutia kwamba kuna familia fulani ambao through their lifetime kuna mambo ambao wamewekwa mateka. Tutaona mifano kadhaa. Bwana asifiwe sana. Kwa hivyo kulingana vile tumeona so far katika Biblia na katika maandiko ya Mungu, kuna kitu Biblia inaita captivity. Hallelujah. Kuna kitu Biblia inaita captivity. Maana ukiangalia katika hayo maandiko yote tumesoma, they are all talking about people that are in captivity. Watu ambao wametekwa, watu ambao wako katika kifungo fulani na wahitaji kukombolewa. Bwana asifiwe sana. Mtu anaweza kuwa captive. Hallelujah. Na mtu akiwa captive huwa tunasema ako in captivity. Bwana asifiwe sana. Mtu aliyefungwa ni kama mtu ambaye ako jela. Mtu ambaye amefungwa ako captive, hana njia yote ya kujinasua, ako in the mercy ya yule alimfunga, mpaka yule aliyemfunga atakapohisi ya kwamba it is my time to set this person free. Bwana asifiwe. Na ndio mahali tuliangalia, sikiza kidogo tu hapa, mahali tulitangulia kusoma in 2 Timothy, tutaona ya kwamba kuna watu ambao are taken captive at his will. Whose will? The will of the enemy. Bwana asifiwe sana. The will of the enemy. However, there is no way
unaweza kuishi ama shetani anaweza kukuweka katika captivity unless there is a legal door. Hallelujah. But today kuna kitu nataka tuone. Maandiko yanasema ya kwamba that they may recover themselves, wakaweze kujisanua, kujinasua. Bwana asifiwe. You know, I'm just trying, I'm not having a Swahili Bible, I'm trying to translate. That they may recover themselves out of the snare of the devil. Ama wakaweze kujinasua kutoka kwa mtego wa Shetani, who are taken captive by him at his will. Kumaanisha kuna watu ambao wanahitaji kujinasua, ama wanahitaji kunasuliwa, ama wanahitaji kutolewa katika ule mtego. Haleluya. Na maandiko yanakiri wazi ya kwamba ni mtego wa nani? Ni mtego wa Shetani ambao ameweka mateka katika kupenda kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kitu kunaenda nataka tuangalie, kinaitwa collective captivity. Haleluya. Kuna ingine pia tutaona inaitwa individual captivity. Bwana Yesu asifiwe. Na ingine tutaona inaitwa partial captivity. In the name of Jesus. Bwana asifiwe. Hebu nianze na selective captivity. Selective captivity ni mahali ambapo unaweza kuwa kati ya watu, ama katika familia, ama katika kikundi, au wengine hawako katika captivity, lakini wewe tu unakuta kuna kitu kilikutana na wewe kikakufanya ukawe captive. Bwana asifiwe. Nitaanza na story moja ambayo ni ya kweli ilifanyika mahali. Bwana Yesu asifiwe sana. Kijana moja siku moja, ni mfano tu ukaweza kuona kile kinaendelea. Kijana tu siku moja tu innocently akawa anatembea katika street. Akitembea tu hivi akakutana tu na akienda tu hivi akakutana tu na askari. Bwana asifiwe. Hana kitu amefanya. Akakutana tu na askari hivi katika street. Akawekwa katika gari, akapigwa na akaenda akawekwa ndani. Alipouliza limefanya nini, akaambiwa kwamba wewe unafanana na mtu ambaye tunatafuta. Bwana asifiwe sana. Akapambana, akajaribu kuprove ya kwamba yeye ni innocent. Lakini ikafika mahali kawa lazima sasa, sababu hana evidence, akafungua siku kadhaa, lakini baadaye akaachiliwa. Alipoachiliwa hakuenda a few meters. Kutoka tu mpaka pale hivi akakutana na wengine tena akashikwa. Akajaribu kusema hapana, mimi hata nimetoka leo. Hapana, unafanana na mtu tunatafuta. Look at that. Na ikawa ya kwamba akajikuta ndani tena. Very innocently. Hallelujah. Akiwa amekaa pale tena, mama moja akawa ya kwamba alikuwa ameibiwa. Bwana asifiwe. Alikuwa ameibiwa. Kuna ile kitu inaitwa parading, yani kama labda kuna watu ama kuna mtu alikusnatch simu. Sasa wale watu wamefungiwa, kuna vile huwa wanaparediwa asubuhi. Somebody cater for this. Parading ni kwamba wafungwa wote wanasimamishwa. Sasa kama ni wewe kwa mfano ambaye unasemekana ulibiwa, unaletwa mbele yao uone kama uda identify yule ambaye alikuimbia. Kijana tu yule innocent, yule mama akamuidentify ni yeye. Bwana Yesu asifiwe. Yani anakuwa tu selected. Bwana asifiwe. Na ikawa ya kwamba atafungwa. Na akafungwa. But 2 months later kitu kikafanyika. Haleluya. Waliokuwa wameiba wakaenda mahali pengine. Sasa fingerprints zikajulikana sio huyu. Sasa kama amekaa ndani for 6 months akaachiliwa. Alipoachiliwa 2 weeks later. Oh my God. Took 2 weeks later. Akiwa tu amesimama tu kwa stage. Haleluya. Akaja tu tena akashikwa. Bwana asifiwe. Yani anakuwa tu selected kati ya watu. That's what we are calling selective captivity. Kitabo akuja kujua kuna kifungo cha selective captivity kimemwandama, alikuwa give up na life. Bwana asifiwe. Hallelujah. Now, ingine nayo, na ndio ukiangalia kwamba pale tumesoma, maandiko yanasema ya kwamba kuna watu ambao wanahitaji kunasuliwa. Bwana asifiwe.
Na tutaona types of captivity. Hiyo ingine ya pili nataka kuongea juu yake is what we call collective captivity. Collective captivity ni kitu inakuta kikundi cha watu. Mostly it can be a family. Bwana asifiwe sana. Unakuta family fulani kwa sababu labda mmoja wao ama mzazi aliyewatangulia kuna maovu alifanya. Sasa wale watu wako chini yake ama wale watu who bear his name. Bwana asifiwe. They are under family captivity. Na these family captivities sana sana zinatokana na evil covenants. Hallelujah. Unaweza kuta kwamba in a particular family all men may be poor. All men in a particular family may be poor. But the women of the same family are well up. Sisi kama sawana kitu kama hiyo. Unakuta katika familia fulani wanaume wote they are poor. Hakuna mtu ameweza kujisimamisha. But in the same family, the ladies, wasichana ambao wamezaliwa katika boma hiyo wana prosper. Bwana asifiwe sana. There is one family I know. I won't mention here. Bwana asifiwe. Even though I mentioned there is no problem, but I won't. Because kuna mtu anaijua. Unakuta ya kwamba all the men in that family. Hallelujah. All the men, they are married. But they are sustained by their wives. They are 6. All of them are the same. What do you see there? Bwana asifiwe sana. That is collective captivity. Ama in another family that I also know somewhere. Unakuta ya kwamba kuna wasichana 9. Wote ni 9. And they are all so beautiful. They are so beautiful. But can I surprise you? Because it's a family I know. But now God has delivered them. Bwana asifiwe. Kwanzia yule mkubwa ambaye by the time walikuwa wanaomba deliverance alikuwa allowed 45, alikuwa na plus 50. Sasa kwanzia yule mkubwa mpaka yule mdogo, they are so beautiful. Hallelujah. Lakini hakuna yote ameolewa. Na sio hata wamejaribu akafeli. Hakuna hata mmoja asawe approachiwa na mtu yeyote, hata wale wa mzaha. Bwana asifiwe sana. Wacha wale serious. Najua hata fadhali uapproachiwe na wale wa mzaha, at least umenye uliokuwa. Bwana asifiwe sana. But unakuta kwamba none of them ever since they were in school, ever since they were in college, hallelujah, hata wameanza maisha. Can you imagine? Bwana asifiwe sana. Mary, can you imagine hakuna kijana hata kukufanyia mzaha, yani kukwambia kitu. Kinyona alia idhero hata wale wa mzaha. Yani nobody had ever approached them. Bwana asifiwe sana. Because there was a certain veil of captivity that the devil had put upon them. Ya kwamba nyimu kuangalia, you are seeing very nikole Pastor Lydia nikole ile tu adhakayani. Yani so beautiful. Bwana Yesu asifiwe sana. But can you imagine? Hallelujah. Wacha mtu serious. Abia mwenzako hata wa mchezo, hata wa mzaha hakuna. Hallelujah. Think of that. Bwana asifiwe sana. And that thing lasted and lasted and lasted and lasted until one day, the day of their release. Hallelujah. In the season of God came to be. Kuna mambo yatafanyika wakati wa majira ya Mungu ikifanyika. In Jesus name. Hallelujah. And if that thing was not broken, it could have lasted. Bwana asifiwe. What I'm calling selective captivity ni kitu about tunaweza ona. Na mostly unakuta ya kwamba collective responsibility inaweza kuwa in a family, inaweza kuwa in a pattern community. Bwana asifiwe sana. Unaweza kuta hata, hebu niongee katika concept ya Kenya tunaelewa. Unaweza kuta ya kwamba maybe katika tribe fulani watu wao wako na shida hii yote. Bwana asifiwe. All this is what we are calling collective responsibility. I would like you to open your mind right now and allow the Holy Spirit to lead you through. Hallelujah. And check in your family line. Check in your family line.
Hallelujah. Do you see kitu moja negative ambao inafanyika kwa huyu, labda ikafanyika kwa brother yako, ikafanyika kwa mwingine, ikafanyika, yani ama unakutia kwamba in the lineage of your uncles. Hallelujah. There is something in common that has been happening. I know of a particular family, about wanaume wa your family, nobody lives beyond 50 years. Hata wakifika 249 wanaanza stress, mtaanza kujua kwamba mimi sasa hata bidii inaisha, because you know you are going to die. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kuna watu ambao wanakutia kwamba their captivity ni kitu kwa tunaita memory failure. Kuna watu ambao like now, Bwana asifiwe sana. I know a certain family, and I know them very well because we are somehow related. It is the family of my stepfather, the brother of my father. In that family, because and nimeongea some things that are very political, so that you may know what I'm talking about. In that family, the sons of that family were the brightest. Hata kuanzia ever since we in primary, hata mitihani kipeano, hata majina yakitwa at the end of the term, watu walikuwa wanatarajia kwamba ni watu wa nyumba fulani. They were very bright. But as bright as they were always number one, number two, number one, number two, number one, number two. But something happened in common. All of them, when it came to the time of doing their final exam, walikuwa wanaingia kwa class, kuangalia tu karatasi ya mtihani hivi, hiyo kitu inaitwa memory lapse inawaingia wote. Hakuna mtu anakumbuka kitu. So it happened from the first son to the fourth son. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Now they don't realize that there is a problem, so they just took it for granted. Only to realize now, wakipata familia, their sons are undergoing the same. Yani ingia tu kwa mtihani tu hivi. That's very abnormal. Bwana asifiwe sana. Yani you have been passing. Hata ulikuwa unangojea ndio utapata the best. Bwana asifiwe. But the moment you sit in an exam like this, everything evaporates. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. There is a problem. Watu wengine wanakuta wako under the bondage of unexplained tiredness. I don't know how I gonna call that in Kiswahili. Unexplained tiredness. Yani maiguago minoga, yani kunogerera. All the hallelujah. Unaweza fikiria ni kazi umefanya sana. Hallelujah. Unaweza fikiria ni kuchoka umechoka, lakini hata ushindi umelala. All of them unexplained tiredness. Yani kuchoka hakueleweki. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Could there be a person in that kind of captivity today? I declare it's your day to be set free in the name of Jesus. Maana maandiko inasema ya kwamba ameinuliwa akaweze kunasua wale wamewekwa mateka na Shetani at their own will in Jesus mighty name. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. There's another family I know ya kwamba wao nao I don't know what is so common. Wao wote, hallelujah, lazima wote wa story the same. Lazima wasahau funguo. Hallelujah. Huyu unasikia amesahau funguo, amefunga nyumba. At the same time yule mwingine naye mahali hapo, hata kama kwa another, yani the same things happen at the same time. Amesahau funguo. I don't know what has to do with kusahau funguo. Bwana asifiwe sana. Nasema ya kwamba kama ulisahau once or twice, uko katika hiyo bondage. Bwana asifiwe. All these things are there. Bwana wasifiwe sana. Hallelujah. Another kind of selective captivity ambayo inapata watu in a group or in a family. It is lack of motivation. Yani hao watu hana motivation.
it's like they are lazy, it's like they are not focused. Yani hakuna kitu kina kumotivate. Bwana asifiwe sana. You might be even having a very good and working business, but you have no motivation. You have no motivation. Hakuna kitu kinakufanya utake and you want to face tomorrow. Bwana Yesu asifiwe sana. All these are the kinds of what we call selective captivity. Hallelujah. Lack of motivation. Abo ina turn kuwa lazy ama laziness, that kind of thing. Unakuta under the bondage of uncontrollable anger. Hasira about haieleweki. I can say in my language, ado ako hiokero anyhow. Wana sana. Usiona mtu anakasirika hata bila kitu kinamkasirisha. Yaani unaweza tu kuongea na mtu hivi na tunaongea. Tukifika tu katikati ya conversation, hakuna kitu kibaya nimekuambia, amechange mood, amekasirika. Hata conversation inapoteza njia. Na ukiangalia, hallelujah, unakuta his kinsmen or his or her siblings are under the same kind of bondage. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Let me give you a biblical example of a collective responsibility. Look at the life of Abraham. Bwana asifiwe. Abraham, Bwana asifiwe, Abraham married a very beautiful wife in the name of Sarah. We know the story. Amen. But akakuta ni tasa. Bwana asifiwe. Akakuta ni tasa. And the wife was so beautiful that even, is it Abimelech? Amen. Akatumana aidewe. We know the story. Na ikawa hivyo. Ikawa ilibidi sasa atoe sacrifice kwa Mungu ndio utasa wa Sarah uachiliwe. Look at his son Isaac. Anajipata under the same. Hata yeye akawa attracted to a very beautiful lady in the name of Rebecca. Yani these guys were attracted to beautiful ladies. But the beautiful ladies were all barren. Look at Rebecca naye. Rebecca naye akajikuta ya kwamba, Isaac naye akajikuta ya kwamba mke wake Rebecca is so beautiful. Ya kwamba kitu kama kile kilifanyikia babake. Ya kwamba bibi yake is so beautiful mpaka anachukuliwa na the king ikafanyika kwake. Bwana asifiwe. Mpaka ilibidi Mungu atume malaika usiku. Abimelech asiguze huyo ni mke wa nabii. Hallelujah. Yani Isaac akajikuta under the same thing that happened to the father. Na akawa Rebecca. Rebecca was as beautiful as the mother-in-law, but the barren as the mother-in-law. Ikabidi naye Isaac, ilibidi naye intercede. Hallelujah. For Rebecca apate mtoto. Bwana Yesu asifiwe. Now look at the sign of Isaac again. Jacob. Bwana asifiwe. Jacob was attracted to Rachel. Is it Rachel or Leah? Because of the beauty. Bwana asifiwe. Lakini naye akakosa mtoto again. Bwana asifiwe sana. Na unaona kwa sababu alikuwa attracted na beauty, hata alipoambiwa alikosea akapewa yule sie. Sababu was attracted to beauty, alikuwa tayari kufanya kazi for another 7 years ndio apate yule alikuwa anapenda. Sio mwingine alikuwa na jicho chongo, inaitwaje? Hallelujah. But look at it. Now sasa huyu ni the grandchild of Abraham, Jacob. Na akawa a beautiful lady but still barren. Bwana asifiwe sana. Hebu angalia mwenzako muulize, usaona kitu kama hiyo kwenu? Hata kama si hiyo kitu kaa hiyo. Hebu mguze kidogo ndio aone niyo naongeleza. Muulize, usaona kitu kama hiyo? Something happened to your auntie, to the other auntie. Hallelujah. Ama unakuta wale wameita wamezaliwa kwa nyumba fulani,
kuna kitu in common kinawafanyikia. Bwana asifiwe. Pardon? Ama wale wako under a name. Amen. Ama wale wameitwa jina la mtu fulani. Kile kilifanyikia wa kwanza, kinafanyikia wa pili. Kile kinafanyikia wa kwanza, kinafanyikia wa pili. Blessed be the name of the Lord. A name can put you under that kind of collective captivity. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Now look at your family where you are born. Katikati ya watoto wa mama yako ama baba yako, how many of them are doing well? Ni wangapi wanaenda vizuri? It's a good question to analyze or to look. Bwana asifiwe sana. Ama uangalie katika nyumba yenu ama mahali umezaliwa, how many families are stable? Bwana asifiwe. Unakuta kuna watu wako under that kind of bondage, ya kwamba hakuna familia ya huko ambao inasimama, na hata ile tunaona kama imesimama, it is faced by shakeups. Hallelujah. We need to allow God. We need to allow God to help us see these things, that we may rule for our fruition in Jesus' name. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Jina la Bwana libarikiwe. Hallelujah. Unakuta wengine wako under a problem of financial constraint. Unaweza kuta wengine hata wanaanza kibiashara, wanainuka kipesa. When akifika tu mahali, when he or she is just about to go to the climax, anabomoka. Na unakuta ya kwamba aliyekuwa amejaribu sana kile kiwango amefika, any other person in the same house akifika kiwango kile anaboromoka. Akifika kiwango kile anaboromoka. Hallelujah. Bwana asifiwe. Collective captivity. Unakuta a family ingine nayo wako under captivity of a particular kind of disease. Usaienda kwa daktari, ama unasikia mtu anaenda kwa daktari, Bwana asifiwe, anasema akona condition ya diabetes or pressure. Alafu unasikia daktari kuuliza, kwanyule ni kule mundu ukoragwo na sukari na ni mawalora, ugakora tata wanyu akire na sukari, mama yenu alikuwa na sukari, hata sister mama yako alikuwa na sukari. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. This is what we call collective responsibility. About inatokana na evil blood patterns. But I feel in my spirit, it's the high time we're going to allow God to set us free in Jesus' name. Hallelujah. Any captive today, you'll be free in Jesus' name. I say you'll be free in Jesus' name. Welcome, man of God. Bethel Clouds TV, empowering lives.